Karibuni tena katika mfululizo mpya wa video zangu ambapo ninazungumzia kuhusu masuala ya afya ya akili. Na siku ya leo nitapenda kuzungumzia ile hali ya kuchanganyikiwa, yaani psychosis kwa lugha ya Kiingereza. Sasa kabla sijaendelea, ningependa kutoa angalizo kama ilivyo ada yangu kuwa taarifa ambazo nazitoa hapa ni kwa ajili ya kuelimisha jamii na sio kwa ajili ya matibabu ya aina yoyote yale. Kwa hiyo kama unaumwa au unamjua mtu yeyote ambaye ana dalili za afya ya akili, unashauriwa kumuona daktari, na ambapo yeye daktari anaweza akakupa matibabu ambayo ni sahihi. Sasa kwa kuanza tuzungumzie nini maana ya ugonjwa wa psychosis au hii hali ya kuchanganyikiwa ni nini haswa. Tunaposema mtu amechanganyikiwa au mtu yuko na psychosis, ni ile hali ya kiafya ya kiakili ambapo mtu anapoteza uwezo wa kutambua uhalisia wa mazingira yanayomzunguka. Yaani huyu mtu alichanganyikiwa, maana yake ni kwamba yeye anakuwa katika ulimwengu tofauti na ule ulimwengu ambao watu wengi wanashuhudia, yaani au watu wengi wanauona huku. Kwa hiyo mtu ambaye yuko na hii hali ya kuchanganyikiwa mara nyingi anaweza akawa anasikia au anaona vitu ambavyo watu wengine hawawezi kuona au kusikia. Na inawezekana watu anasikia harufu au anasikia sauti au anaona vitu kwa macho. Lakini pia wagonjwa ambao wanakuwa na psychosis au ile hali ya kuchanganyikiwa ni kwamba anaweza akawa anaamini mambo ambayo sio ya kweli. Yaani yeye anakuwa na imani kamili katika vitu ambavyo nyie wengine mnaona kwamba havina ushahidi, na inakuwa ni ngumu sana kumshauri au kumtoa katika ile imani aliyokuwa nayo. Lakini pia mtu aliyechanganyikiwa anaweza akawa na hali ya kuwa na mawazo ambayo, yaani ule mtiririko wa mawazo unakuwa hauko sawa au hauelezeki au haueleweki kiurahisi. Sasa hali ya kuchanganyikiwa inaweza ikawa ni hali ya mpito, yaani inaweza ikawa ni kitu ambacho kimekuja kwa wakati fulani na kitapita labda hata baada ya wiki moja au baada ya wiki mbili. Lakini pia inaweza ikawa ni hali ya kudumu, kwa maana ya kwamba mtu anaweza akawa amepata hili tatizo la kuchanganyikiwa ambapo labda akapona baada ya wiki chache, lakini baadaye tena akikaa baada ya miaka fulani au akikaa katika yale mazingira ambayo yanaweza yakasababisha tena ile hali ya kuchanganyikiwa kurudi. Kwa hiyo kuchanganyikiwa kama kuchanganyikiwa sio ugonjwa wenyewe kama wenyewe, bali inakuwa ni dalili ya magonjwa mengine ambayo mtu anakuwa nayo. Na vyanzo au visababishi vya hali ya kuchanganyikiwa viko vingi. Mojawapo ni msongo mkubwa katika akili. Kwa mfano mtu amepitia stress kubwa kwa wakati mfupi. Kwa mfano mtu akawa amepoteza mpendwa wake kwa labda amefariki, au labda kama alikuwa ameolewa au ameoa, mpendwa wake yaani kuachana na mume au mke, au mtu anaweza akawa amepitia unyanyasaji mkubwa au amepata ajali kubwa. Hiyo yote inaweza ikamfanya mtu, hivyo vyote vinaweza vikamfanya mtu akapata hiyo hali ya kuchanganyikiwa. Lakini pia kwa mfano kwa kina mama ambao wamejifungua, pia wanaweza akapata hii hali ya kuchanganyikiwa baada ya kuzaa. Kitu kingine ambacho kinaweza kikasababisha hii hali ya kuchanganyikiwa ni matumizi ya dawa za kulevya, hata pombe kupita kiasi, na inaweza ikasababisha kwamba mtu akapata hii hali ya kuchanganyikiwa baada ya muda fulani. Na kwa mfano kama mtu ni mtumiaji wa pombe au madawa ya kulevya kwa muda mrefu, na ghafla akakosa, kwa mfano pombe, labda mwili wake umekwisha kuzoea kutumia pombe na ghafla akakosa ile pombe, akakosa
pombe, yani labda hana access ya pombe au kwa sababu zozote zile, na yenyewe inaweza ikasababisha mtu kupata hali ya kuchanganyikiwa. Lakini pia kuchanganyikiwa inawezekana ikatokana na magonjwa mengine ambayo ni magonjwa ya kibiolojia ambayo ni mengine. Kwa mfano, mtu anaweza akawa na uvimbe kichwani, inaweza ikasababisha mtu akawa na hii hali ya kuchanganyikiwa. Lakini pia kwa mfano, magonjwa ambayo yanaathiri, magonjwa ya kuambukiza, yani infections ambazo zinaweza zikaathiri ubongo. Kwa mfano tunajua HIV, ukimwi, tunajua kwamba malaria na yanaweza kasababisha hali ya kuchanganyikiwa. Lakini pia magonjwa mengine ya kisaikolojia yanaweza pia akamletea mtu kuchanganyikiwa. Kwa hiyo kwa mfano, mtu anaweza akawa na bipolar disorder au anaweza akawa na depression ya muda mrefu, ambao hivi ni depression ya muda mrefu ambayo pia inaweza ikaleta hizi dalili za mtu kuchanganyikiwa. Sasa nizungumzie mtu ambaye amechanganyikiwa atakuwa na dalili zipi? Sio watu wote wanakuwa na hizi dalili, lakini moja ya dalili ambayo mtu amechanganyikiwa, basi mtu anaweza akawa na hizi dalili. Na ni wakumbushe kwamba hizi taarifa ni kwa ajili ya kuelimishana na kuondoa ile dhana potofu ya kwamba mtu kama yuko na hali ya kuchanganyikiwa basi anaweza akawa katika hali ya kunyanyapaliwa, au mwingine anaweza akaamini kwamba amelogwa. Kwa hiyo sasa ikamfanya mtu akose matibabu sahihi au ikapelekea hali kuwa mbaya zaidi. Kwa lengo la hii video ni kwa ajili ya kuelimisha na kusaidiana, lakini sio kwa ajili ya kwamba baada ya kujua kuhusu hali ya kuchanganyikiwa basi uanze kupita na kusema yule mtu nahisi amechanganyikiwa au mimi nimechanganyikiwa. Yani unaanza kudiagnose watu au kuact kama daktari, kwamba kutoa kwamba huyu amechanganyikiwa au yule amechanganyikiwa. Hapana, hiyo inakuwa sio lengo la video. Lengo la video ni kwa ajili ya kuelimishana na kuongeza uelewa zaidi juu ya haya magonjwa ya akili. Sasa nizungumzie kuhusu dalili za psychosis. Dalili za psychosis ni kama zifuatavyo. Mtu anaweza akaanza kupata hallucination. Sasa hizi hallucination ni ile hali ya mtu kuanza kusikia sauti mbalimbali katika kichwa chake, na hizi sauti kwake yeye zinakuwa halisi kabisa. Inakuwa kwamba labda ni sauti ambazo zinamwelekeza afanye kitu fulani, au inakuwa tu labda ni mazungumzo. Kwa kiasi fulani mgonjwa anakuwa, yani zile sauti zinamsumbua kwa sababu kwake yeye zinakuwa ni halisi, na inaweza kawa ni sauti nzuri kwa maana ya zinamwambia vitu vizuri, lakini pia zinaweza zikawa zinapendekeza mawazo ambayo ni mabaya. Mtu anaanza kusikia vitu ambavyo ni vibaya, au ndio maana inakuwa ni ngumu sana kwa mtu ambaye yuko katika hali ya kuchanganyikiwa au ya psychosis kuanza kumshauri au kumwambia kwamba huo uhalisia ulionao sio kweli, kwa sababu kwake yeye ni kweli, kwa sababu anakuwa anasikia, labda anaona wakati mwingine, au ananusa, na wakati mwingine tu anahisi vitu ambavyo vinakuwa havipo. Na huku kuhisi inakuwa ni kwa kiasi kikubwa sana. Labda mtu anasema mimi nimeongea na Mungu au nimeongea na mizimu, na kweli kwake yeye inakuwa amesikia hayo mazungumzo au anaona hivyo vitu ambavyo kiuhalisia wengine wanakuwa hawaoni. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana kuweza kuzungumza lugha moja, kwa sababu yeye mgonjwa tayari upo katika ulimwengu mwingine, kwa lugha nyepesi, au katika uhalisia tofauti na ule ambao watu wengi wako nao. Lakini pia ndo mtu anaweza kawa yuko delusional, kwa maana kwamba anakuwa na imani na vitu ambavyo havipo au ni vya kusadikika. Kwa mfano anaweza akasema mimi polisi wananifuatilia,
au mimi ni mtu maarufu sana, au mimi ni malaika, au mimi ni mtume, au ni yani ni anakuwa na imani anapata ile anapata hisia za kuona kwamba yeye ni mtu wa tofauti, sio mtu wa kawaida, au labda nimetumwa kwa ajili ya kuokoa ulimwengu, au yani vitu ambavyo vinampa kama kujikweza fulani, au yani anakuwa anajihusisha na vitu ambavyo katika hali ya kawaida inakuwa sio kweli. Yani nyewe wengine mnaona kwamba sio kweli, lakini kwake yeye inakuwa ni kweli. Lakini pia mgonjwa anaweza kawa katika ile ya hali ya kuchanganyikiwa, kama anakuwa na mawazo ambayo hayana mtiririko mzuri, au anaweza kawa anatoa hotuba au speech ambayo yani haieleweki. Anaongea wazo hili afu anakuja anaongea wazo jingine, kwa hiyo unakuwa unashindwa kumuelewa. Yani ule mazungumzo yake yanakuwa hayaeleweki, yani anachanganya topic ya mada tofauti tofauti anakuwa anazizungumza. Dalili nyingine ni kwamba mgonjwa anaweza akawa na upungufu wa hamasa ya kimaisha, yani anaweza akawa hana hamasa ya kufanya vitu, hana furaha, anaweza akawa na ile hali, yani hana motivation ya kufanya kitu chochote, yani ile hamasa ya kusema niamke, nipike, ninywe chai, au niende shule, nifanye hivi, mgonjwa anaweza akawa hiyo hamasa haipo, na hiyo hali inaweza ikamfanya aweze kujitenga kabisa na jamii, na kuwa yani anakuwa katika ulimwengu mwingine tena, na pia inakuwa ni ngumu sana yeye kuweza kuzungumzia kwa wazi ile hali ambayo anakuwa anapitia. Dalili nyingine ni kwamba mtu anaweza kuwa na uwezo wake wa kufikiri anaweza ukapungua, au uwezo wa kukumbuka vitu, au katika kufanya maamuzi au hali ngumu inakuwa ni yani maamuzi yake anakuwa anashindwa kufanya maamuzi sahihi akiwa katika ile hali ya kuchanganyikiwa. Kwa hiyo sasa, kwa kusema hivyo, maana yake ni kwamba huyu mgonjwa yupo katika hali ambayo inakuwa hata katika hali ya kawaida ni ngumu kama hauna elimu ya kutosha au uelewa wa kutosha kumsaidia, kwa sababu yeye tayari anakuwa katika uhalisia tofauti na ule ambao wewe upo. Hata lugha mkiwa mnaongea hamuongei lugha moja kabisa. Kwa hiyo hata ukijaribu kumuelewesha, yani haisaidii chochote, kwa sababu yeye hatofanya nini, atakuwa haelewi. Kwa hiyo cha msingi na matibabu ambayo huyu mgonjwa anaweza akapata, anaweza akapata dawa kama akifika hospitalini, lakini hizi dawa of course huwa zinakuwa zina side effects zake, na ukitaka kujua kuhusu side effects ambazo zinatokana na hizi dawa, usikose kuangalia video zangu nilizofanya huko nyuma ambazo zinahusiana na side effects ya dawa mbalimbali za haya magonjwa ya hizi dawa za antipsychotic. Lakini pia matibabu mengine ni kutengeneza mazingira ya utulivu, kumsaidia mgonjwa kuwa katika hali ya utulivu, na hata akiwa kuwa na mazungumzo naye, na unapozungumza naye hakikisha kwamba sio unaanza kumbishia au kutaka kumuelewesha. Hapana, wewe kazi yako iwe ni kumsikiliza anachoongea na kumpa muda, na ili yeye mwenyewe aweze kuyachambua mawazo yake, na yamkini baada ya muda anaweza akawa katika hali ya akarudi katika hali yake ya kwanza. Lakini pia kama alikuwa kwenye mazingira ambayo ndio yamesababisha yeye kupata hii hali ya kuchanganyikiwa, basi ni vyema sana akabadilisha mazingira ambayo alikuwepo. Lakini baada ya mgonjwa kuanza kurudi katika hali yake, basi ni vyema kupata ushauri wa kisaikolojia. Anaweza akaenda kwenye ustawi wa jamii, au akaenda hospitalini na akapata ushauri wa kisaikolojia ambao unaweza ukamsaidia namna gani ya kuishi na ule ugonjwa. Na ikumbuke kwamba kuna wengine ambao wakipitia hii hali ya kuchanganyikiwa, anaweza akawa
anafanya fujo. Kwa hiyo pia inaweza ikawa ni ngumu sana kuweza kumdhibiti kwa sababu ya ile fujo ambayo inakuwa inatokea. Kwa hiyo sasa hakikisha kama yupo karibu naye, basi uzingatie usalama wako na pia usalama wa yule mtu ambaye unataka kumsaidia au ule usalama wa mgonjwa. Kwa hiyo kama kuna watoto karibu, basi ni kuhakikisha kwamba watoto wako salama na mgonjwa naye pia hajidhuru wala hadhuru watu wengine. Kwa hiyo hivyo ni baadhi ya vitu vichache ambavyo mtu anaweza kuvifanya, lakini cha muhimu zaidi, kama ambavyo Waswahili wanasema kwamba kinga ni bora kuliko tiba, basi ni vyema sana kutunza afya ya akili, kwa maana ya kwamba kuepukana na yale mazingira ambayo yanaweza yakakupa msongo mkubwa wa mawazo hadi kupelekea kuchanganyikiwa. Na kama ikitokea bahati mbaya ndio umepata tatizo la kuchanganyikiwa na baada ya muda ukapona, basi ujiepushe sana kuendelea ujiepushe sana na vitu ambavyo vinaweza vikakufanya uweze kurudi tena katika ile hali. Lakini kitu kingine pia ni unapomwona ndugu, jamaa au rafiki anapitia katika hii hali, angalia namna ya kumsaidia, lakini sio kufanya ile hali yake kuwa mbaya zaidi, kwa maana ya kuanza kusema amelogwa au kuanza kusema kumtakia mabaya au kwa vyovyote vile. Ni vyema kumsaidia. Basi kwa leo mimi ninaishia hapo, na ninatumaini kuwa umenufaika kwa kufuatilia hii video. Usiache kulike, kusubscribe na kuangalia video zangu zinazokuja. Asanteni sana na kwaherini.